Habari, naitwa Habel, ni mkufunzi na mfanyabiashara wa Forex. Hapa tunaendelea na hatua ya pili katika mfululizo wa masomo ya kujifunza Forex. Katika hatua iliyopita, hatua ya kwanza, tulijifunza Forex ni nini. Hatimaye katika hii hatua ya pili tunajifunza kwa nini ufanye biashara ya Forex. Kuna sababu kadha wa kadha zinazoweza kukufanya ufanye biashara ya Forex. Kwa hiyo tutakapojadili hapa utaangalia uweze kuona kama hii biashara inaweza ikawa ni biashara kwa ajili yako au inaweza isiwe biashara kwa ajili yako. Katika baadhi ya sababu kwa nini ufanye biashara ya Forex, kwanza soko la Forex liko wazi masaa 24 siku 5 za wiki, kwa maana Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa hiyo inakupa nafasi kwa wewe kuweza kufanya hii biashara katika muda na siku ambayo unaona ni nzuri zaidi kwako. Sababu ya pili kwa nini ufanye biashara ya Forex, ni biashara pekee ambayo unaweza kuianza ukiwa na mtaji mdogo, lakini kuna gharama ndogo katika uendeshaji, kwa maana ya kwamba broker atachaji kiasi kidogo ikiwa kama ndiyo commission. Na hii huwa ni tofauti kati ya bei ya kuuzia na bei ya kununulia. Sababu nyingine ni ukwasi mwingi, high liquidity. Soko la Forex ni soko ambalo lina mzunguko mkubwa. Kwa siku linakadiriwa kuwa na zaidi ya dola trilioni 9.6. Ni soko kubwa zaidi ya masoko yote ya hisa ukiyaweka pamoja. Sababu nyingine kwa nini ufanye biashara Forex ni kwamba Forex ni biashara pekee ambayo unaweza ukapata faida pale unapouza, hata pia pale unaponunua. Sababu nyingine ni accessibility. Soko la Forex liko accessible mahali popote. Ukiwa na kifaa chako kinachokuunganisha na internet, aidha simu ya mkononi au laptop au kifaa kingine, basi popote pale na wakati wowote unaweza kuaccess soko la Forex na kufanya biashara. Sababu nyingine ambayo ilinifanya mimi niweze kuingia katika hii biashara ni leverage. Leverage ni uwezo wa wewe kuweza kutrade na mitaji mikubwa wakati ambapo umedeposit kiasi kidogo kama kianzio. Broker anakupa nafasi ya kuweza kutengeneza faida nzuri kwa kupitia leverage kwa deposit ndogo ambayo umeifanya. Kwa maana ya kwamba kama isingekuwa leverage, ili uweze kunufaika na soko la Forex ulihitaji kuwekeza mtaji mkubwa ambao kwa mtu wa kawaida isingekuwa rahisi kuweza kufanya hii biashara. Lakini kwa sababu ya leverage inatupa nafasi ya kuweza kuwekeza kiasi kidogo na kuwa na uwezo wa kutrade na mitaji mikubwa. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikakufanya ukaingia au ukafanya biashara ya Forex. Jitathmini kama wewe ni mfanyakazi, mfanyabiashara au mtu ambaye unatamani kuweza kuwa na fursa itakayo kuwezesha kwa muda wako wa ziada kuweza kutengeneza kipato. Unaweza kuiangalia hii fursa ya Forex kama miongoni mwa fursa ambazo zinaweza kukunufaisha. Unachohitaji ni kuwa na maarifa na taarifa sahihi. Ukishakuwa na maarifa na taarifa sahihi, tayari unaweza kuingia katika biashara na kuweza kunufaika na soko la Forex. Biashara ya Forex inakupa uwezekano wa maisha ya kipekee kuliko taaluma nyingi duniani. Najua kwamba sio rahisi kufika huko, lakini ukiwa na dhamira ya dhati na nidhamu, inawezekana kabisa ukafika katika viwango unavyokusudia. Hizi ni baadhi ya sifa muhimu ambazo unazihitaji au uwezo ambao unapaswa kuujenga ili uweze kufanikiwa katika biashara ya Forex. Miongoni mwa hizi sifa ni kuwa na uwezo wa kukubali hasara bila kuathiri hisia zako. Kumbuka unapoingia kwenye biashara ya Forex, ni biashara ambayo wakati mwingine mambo yanaweza yakaenda vile ambavyo haukutarajia. Kwa hiyo mambo yanavyoenda jinsi ambavyo haukutarajia, uwezekano upo wa kutengeneza hasara. Kwa hiyo unapaswa uwe na uwezo wa kukubali hasara bila kuathiri hisia zako. Uwezo mwingine ambao unapaswa kuwa nao au sifa ni uwezo wa kujiamini. Katika kujiamini, kwanza inabidi ujiamini wewe mwenyewe kuwa unaweza kuwa mfanyabiashara wa Forex mwenye mafanikio. Pili, uweze kuamini katika mkakati au strategy yako katika biashara. Uwezo mwingine unapaswa kujitolea kuwa trader bora zaidi unayeweza kuwa. Maana siku zote matrader wakubwa au trader waliofanikiwa
ni matrader ambao siku zote wanalenga kuwa watu bora zaidi, kuweza kuangalia zile fursa bora zaidi na kuweza kuzichukua hizo fursa ili waweze kutengeneza faida endelevu. Pia unahitaji nidhamu, kubaki kuwa mtulivu bila hisia mbele ya vishawishi vya soko. Hata hivyo, unahitaji kuwa na uwezo wa kubadilika kuendana na hali tofauti tofauti za soko zinazobadilika. Pia unahitaji kuwa makini katika kushikilia mpango wako wa biashara bila kuyumba, yani following your trading system. Lakini kitu kingine, unahitaji mantiki, yani kulitazama soko kwa mtazamo wa wazi na wa moja kwa moja. Lakini pia unahitaji mpangilio, kujenga na kudumisha tabia nzuri za trading. Unahitaji subira, lakini pia unahitaji kujidhibiti, kuepuka overtrading na kutumia leverage kupita kiasi. Hizi ni baadhi ya sifa unazozihitaji ili uweze kuwa mfanyabiashara wa forex. Tukutane tena katika session inayofuata au katika somo linalofuata ili tuweze kuendelea na hatua nyingine.